Ndugu mtazamaji, ili uwe karibu nasi, hapo chini ya video kuna maneno yameandikwa subscribe, kisha alama ya kengele, hapo utakuwa mwanafamilia bora kabisa wa channel hii ya Bajom TV. Hii leo nipo na mwanadada ambaye anahukumiwa kuwa ni mchawi baada ya kwenda kumuonya mwanadada aliyekuwa anatembea na mume wake. Kwa wale tuliokuwa pamoja toka tunaanza mkasa huu, nahisi mnaelewa. Kwa yule ambaye bado, fuatilia video ya hapo chini ili upate kuelewa zaidi. Unaitwa nani? Peter. Aileen Peter. Okay, Aileen Peter bwana, tumeambiwa wewe ndo mchawi. Ni kweli? Hapana, uongo. Unakataa? Kwa nini? Sio kweli. Wewe tumeambiwa kwamba mume wako ametembea na nani yule, sio alikuwa anaitwa Zawadi. Zawadi unamjua? Unamjua? Bwana, tumeambiwa kwamba umeenda ukamkomesha kabisa kwamba achane na mume wako. Sasa hii imekaaje, ni kweli? Ndio, nilimfuata kwa kusikia kwa kuwa yeye anatembea. Hebu tuongezee sauti kidogo basi watazamaji waone. Nilimfuata ndio kumwambia achane na mume wangu, kumfuata kanjibu anavyotaka yeye. Na mimi tukabishana pale, nikaondoka nikamwambia haina shida ila nakuomba achana naye. Mimi nikaondoka. Sasa hivi nasikia kwamba mimi naambiwa mchawi. Mchawi huo siujui. Wewe nani alikwambia kwamba mume wako anatembea na Zawadi? Kupita mtaani ndio nikasikia hivyo. Na wewe ndio ukamfuata? Alafu baada ya kukutana na Zawadi ilikuwaje? Ugomvi tu kama kawaida kwa wanawake. Nikamwambia tu achane naye. Akasema mimi siwezi nikaachana naye. Yeye Zawadi. Alafu ukamwambieje? Sawa, haina shida. Lakini ninachokuomba mimi achana naye kama wewe mwanamke mwenzangu. Nikarudi nyumbani. Ndugu mtazamaji, unajua kuna vitu ambavyo hatuvielewi. Maana yule kule amesema kwamba wewe ndio umemloga. Jana nilikutana na Zawadi. Zawadi nikamweleza, anasema anaomba msamaha sana kwa kile ambacho umemfanyia. Anadai kwamba wewe umemloga baada ya kutembea na mume wako. Na yeye amesema kabisa kwamba yuko lazi umsamehe, maana shida anayopitia ni ngumu sana. Hii inakuwaje? Ni kweli umesababisha wewe au imekuwaje? Yani hebu tupe kidogo. Mimi sijamfanyia hicho kitu, labda nikafanywa na mtu mwingine. Mbona sasa ulimtishia kwamba utamfanyia kitu kibaya kiendelea na mume wako? Tulikuwa wengi, ugomvi lazima muwe wengi. Lakini mimi ndo nilienda kumwanza. Watu kuja pale, wenda kulikuwa na adui yake amfanyia hivyo, mimi si usiku kwenye. Wewe unasema kabisa kwamba hujafanya hivyo? Ndio, mimi sijafanya hivyo na siwezi kufanya kitu kama hicho. Sasa jana nimeongea na kaka yake. Wamedai kwamba wanakuja kukukabidhi kwamba aje aponee kwako. Mimi nikamwambia simuende kwa mganga, akasema bwana yule aliyemtamkia maneno mabaya mdogo wangu ataenda kumponyesha. Vipi? Wanakuja sasa. Umejipangaje? Wakija wewe na uhakika kwamba kidhibitisho ni hiki hapa kwamba umemloga kweli. Sawa, lakini nikiwa sijamloga tutaenda popote. Kwa bado unabisha kabisa kwamba hujamloga? Mimi siwezi ngafanya kitu kama hicho. Mbona hata Zawadi anasema kabisa kwamba wewe itakuwa ndo umefanya ili tukio. Sasa unakataaje hapo? Kwenye hilo mimi sijafanya na siwezi kufanya kitu kama hicho. Naomba usubscribe hapo ili uweze kuwa mwanafamilia wa hii channel. Sasa ndugu yangu, mimi kama mtangazaji wamenambia kwamba nije yani Zawadi anaomba msamaha, umsamehe. Yani umsamehe, lakini sasa baada ya kuhoji kaka yake amesema bwana kinachotokea ni kwamba wanakufuata ili wewe uje umponeshe, maana wewe ndio umemtamkia maneno mabaya. Sasa huoni kwamba itakuwa vurugu? Mimi siwezi kukataa kwamba mimi kumtamkia vibaya. Nimemtamkia vibaya kwa sababu ya mume wangu. Lakini kumfanyia hicho kitu mimi sijamfanyia. Na kama wamlete taangalia hapo tutafanya nini? Lakini mimi hicho kitu sijafanya. Kwa hiyo unashauri vipi? Wampeleke kwa mganga au wampeleke wapi? Waangalie wao wenyewe. Mimi siwezi nikashauri kitu kwa ajili wewe ni adui yangu. Siwezi nikafanyia hivyo. Yaani anatoka na mume wangu afu tena nikashauri wampeleke wapi? Atajua mwenyewe na familia yake. Ila mbona unatisha sana wewe dada, ujue. Sijaelewa kabisa. Yaani unaonekana kabisa kwamba wewe ndio umefanya na kila mtu anaamini kwamba wewe ndio umefanya hili tukio. Unajua ukigombana na mtu, kila mtu atajua kwamba umefanya. Lakini mimi sijafanya. Wao kama wanafikiria mimi nimefanya, mimi sijafanya. Kwa hiyo endelee kunihisi tu hivyo wanavyotaka wao. Lakini wewe hujafanya chochote? Sijafanya chochote na siwezi kufanya. Kwa hiyo wakija unawaambieje?
Wakija tu nitaambia sijafanya kitu chochote. Wanipeleke wanapotaka wao. Au si? Ndugu mtazamaji, huu ni mkasa ambao nashindwa hata kukupa majibu, kwa maana huyu ndiye aliyeambiwa kwamba amemloga mke wa mchepuko wake, yani mchepuko wa mume wake, kwamba anadaiwa kuwa usiku anageuka kuwa nyoka. Sasa huyu dada anakataa kwamba hajamloga, na kule nimeongea na kaka yake, kama unafuatilia, amesema kwamba anakuja kumkabidhi huyu dada yule dada ambaye anageuka kuwa nyoka usiku, kwamba aje amponeshe. Sasa sijajua ni nini ambacho kitaendelea, ila mimi sina mengi sana, na kushukuru. Bye bye.